Ushawahi kujiuliza mara nyingi wanawake hutibu fungus za ukeni kwa madaktari au wao wenyewe, lakini huwa hawaponi kabisa. Inaenda na kurudi kila baada ya muda mfupi. Leo nitakuelekeza tips ya jinsi ya kudhibiti fungus za ukeni. Unajua kwamba sio kila mwasho ukeni unaashiria fungus za ukeni. Tujue kwa usahihi dalili ni zipi. Okay. Kuwashwa, you already know that will be there. Hiyo itakuwepo kabisa. Kuna kutoka maji machafu ukeni yenye rangi ya cream au rangi nyeupe ambayo hayana harufu ya shombo ya samaki, yenyewe hayana harufu kabisa pengine, lakini yanakuwa na asili kama mtindi, maziwa ya mtindi. Kupata maumivu wakati wa haja ndogo na wakati wa kukutana kimwili. Hizi ndizo dalili kubwa za fungus za ukeni. Fungus za ukeni hutokana na vijidudu wanaitwa Candida albicans. Kwa kawaida hawa ni wadudu ambao wanakaa kwenye uke wa mwanamke. Ila wakiwa wengi zaidi na kujikita ndani ya ukuta wa mwanamke husababisha dalili. Dalili hizi mara nyingi huchosha na humfanya mwanamke kupunguza kujiamini na ile comfortability. Kuna baadhi ya vitu hupelekea hizi dalili kutokea au hupelekea hao wadudu kuwa wengi na hivyo kukuletea shida ya fungus za ukeni. Vitu kama sukari nyingi kwenye mlo wako, ambapo sababu hizi zinaweza zikakushangaza kabisa. Ni sababu za kawaida lakini zinashangaza. Kutumia antibiotic kwa muda mrefu au mara kwa mara. Hii hupelekea kuua wadudu wazuri ukeni ambao hupambana na vijidudu wabaya, na hii inaweza kachangia kupata fungus za ukeni. Wanawake wanapata mabadiliko ya hormone, especially wanapotumia dawa za uzazi wa mpango au wanapopata ujauzito. Uteute huongezeka kuwa mwingi, hupelekea unyevu kuongezeka kuwa mwingi, hivyo wale wadudu kuzaliana kwa sana na hivyo kupelekea dalili kama nilizotaja hapo awali. Sababu nyingine ni kama maradhi ambayo yanapunguza kinga mwilini, kansa, kisukari na HIV. Fungus wanapenda sana kuota kwa mtu ambaye ana upungufu wa kinga mwilini. Sababu nyingine ni nguo za kubana, kuvaa nguo zenye unyevunyevu, kuvaa nguo nyingi wakati hali ya hewa inakuwa ni ya joto. Are you ready for the tips? Umehangaika sana. Now let me show you, ni kuonyeshe baadhi ya vitu ambavyo ukifanya tu utasahau ugonjwa moja kwa moja. Tips zifuatazo nimekuwa nikiwapa wagonjwa wangu ambao wanapata fungus za mara kwa mara. Hata wanaume wanaopata fungus za kwenye mapaja. Tips hizi zitafanya kazi hata kwa wanawake wanaopata fungus za ukeni. Hii imefanya kazi kwa watu wengi. Kwa hiyo nimeona nitengeneze video ili muweze kuelewa tips ambazo zitakupelekea wewe kusahau kabisa kujirudia kwa fungus za ukeni. Kabla kabisa ya tips, epuka kutumia dawa yoyote bila ushauri wa daktari. Now the following are the tips. Tips number 1. Dhibiti sukari kwenye mlo wako. Punguza sana matumizi ya sukari kwa wingi kwenye mlo wako. Kama una kisukari, hakikisha unakicontrol kwa chakula, kwa dawa, mazoezi kama ulivyoelekezwa na daktari. Jitahidi kama mwanamke kuepuka vitu ambavyo vitaongeza unyevunyevu ukeni. Kwa mfano, ukiwa kwenye siku zako za hedhi, badilisha pedi at least kila baada ya masaa 2 mpaka 3 ili kuendelea kukaa mkavu. Pia ukienda nayo katika kupata haja ndogo au kupata haja kubwa, usirudie tena kuvaa hiyo pedi ambayo imetumika, badilisha, weka nyingine. Jitahidi kuanika nguo zako za ndani nje katika mwanga mkali wa jua. Zinyooshe kwa moto mkali na jitahidi kubadilisha nguo zako za ndani kila baada ya miezi 3. Ukifuata hizi tips utaniambia. Okay, kuna baadhi ya tips ambazo ni muhimu sana, kama kuepuka kutumia sabuni kali uko ukeni. Sabuni kali ambazo zina chemicals zinapelekea kuwashwa, inapelekewa kutibuka kwa ngozi laini ya ukeni na kupelekea fungus kukushambulia zaidi.
tumia sabuni pole, kwa mfano Dove au zile Femicare products, na kwa angalizo la kutojiosha sana. Baadhi ya wanawake kishagundua tu anatoka uchafu ukeni, atataka ajioshe sana, wengine wanaingiza mpaka vidole. Don't do that. Usifanye hivyo kabisa, ndipo utapelekea tatizo kuwa kubwa. Osha mpaka pale ambapo utaona umekuwa msafi, especially kwa ndani kabisa kwenye uke, osha kwa maji tu. Okay, kwa pembeni huko kwenye mikunjo ya mapaja na karibu na uke kabisa, unaweza ukatumia sabuni pole aina ya Dove, especially kwenye mashavu na kwenye mikunjo. Lakini kwa ndani, osha kwa maji tu, na osha mpaka upate kusikia umekuwa msafi. Usiendelee zaidi ya hapo, utakuwa unasababisha madhara ya fungus. That's what tunaita dodging. Dodging haikubaliki kabisa. Kitu cha mwisho ambacho kinafurahisha ni matumizi ya yogurt au mtindi ambao usiokuwa na flavor. Ukitumia yenye flavor ya sukari unarudi kwenye tatizo la fungus. Kingine, ukiwa kwenye shida hii ya fungus za ukeni, mbali na daktari atakavyokupa zile dawa, unaweza kuongeza virutubisho vinaitwa probiotic ambavyo vinasababisha kuongeza kupambana na hizo fungus za ukeni na kuongeza wadudu wazuri wa ukeni na kuepuka fungus zinazojirudia mara kwa mara. A very important treatment kwenye matumizi, especially kwa wale ambao na fungus zinazojirudia mara kwa mara. Nimetengeneza video ya boric acid na matumizi yake ukeni. Nimeiweka kama link hapa. Hakikisha unaenda kwenye hiyo video na kuiangalia ili uweze kupata mwanga zaidi kwenye upande wa matibabu. Asante kwa kuangalia video yetu mpaka hapa. Tumefika mwisho. Please subscribe to our channel, like na kushare hiyo ili uweze kuwafikia watu wengi zaidi. Pia kama una swali, tuwekee kwenye comment hapo chini, tutakujibu. Bye until another time.